إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أوصيكم بتقوى الله nakuhusieni juu ya swala zima la kumcha Allah kama ninavyostahili kuihusia nafsi yangu. Katika hadithi ambayo amesimulia Imam Muslim, hadithi iliyosimuliwa amepokea Bibi Aisha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama amesema, man amila amalan laysa alayhi amruna, yule ambaye atakayefanya amali, yule ambaye atakayefanya jambo lolote laysa alayhi amruna, jambo hilo atakalolifanya ikawa hakuna amri yetu, basi mtume anasema fa huwa raddun, jambo hilo litarejeshwa kwa mwenyewe, kwa maana atarejeshewa hatakuwa na malipo. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mtume akasema, man ahdatha fi amrina hadha, yule ambaye atakayezua katika jambo letu hili, ai fi dini lislamu, ma laysa minhu, jambo ambalo atakaloleta yeye likawahalifu, fa huwa raddu, jambo lake hili litakuwa ni lenye kurejeshwa. Wa hadha yusamma albid'a, na jambo hili ndio linaitwa uzushi katika dini. Kala Imam Shatibi, amesema Imam Shatibi, albid'u hiya tariqatun fi ad-din, bid'a maana yake ni ile njia, ni njia katika dini, mukhtara'atun, njia ambayo imezuliwa, tudhahi, ikawa njia hiyo sasa inaiangazia ash-sharia au shar'iyya, inaiangazia ile njia ya kisheria, yuksadu bisuluk, pakawa sasa panakusudiwa kupita alaiha almubalagha, ikawa mtu anataka kufika mbali fi ta'abbudillahi ta'ala, katika kumwabudia Allah. Hii ni taarifu maarufu sana ameitoa Imam Shatibi katika kitabu chake Al-Intisam. Anasema albid'atu hiya tariqa, ni njia. Bila shaka ukiambua njia ni pahala panapopitwa kila siku, pahala panapopitwa sana ndio panaitwa njia. Haiwezekani mtu akaenda mwituni akapita tu sehemu alafu akasema hii ni njia. Hapana, njia maana yake huko mwituni apite mpaka itengenezeke ile njia. Basi hiyo ndio mfano wa huku anasemwa hadha huwa albid'a. Hii ndio inaitwa bid'a, ni kila njia ambayo watu watakayopita katika njia hiyo wakapita wao katika kuilinganisha njia hiyo na njia ya kisheria, wakawa wao wanakusudia lakini kufika mbali, manake wao wanafanya ile inaitwa mubalagha, kutia chumvi katika lugha ya Kiswahili. Wanataka kufika mbali kabisa katika kumwabudia Mola wao, kwa maana lile jambo ambalo walilowekewa na sheria wao wakaliona hili haliko sahihi, wakalitaka lilokuwa kubwa zaidi. Hadha yusamma albid'a, na jambo la bid'a
limetahadharishwa katika aya nyingi. Fakad jaa adillatun kathira, zimekuja dalili nyingi min alkitabi wa sunna, katika kitabu Qur'ani, ikaja katika sunna hadithi za mtume zikakataza jambo hili, na zikaja athari nyingi kutoka kwa masahaba, kutoka kwa matabiina, tabiina na aimmatul huda, wote wakatahadharisha jambo la kuzua katika dini. Lakini bado mpaka leo watu maadhalu hawajatakuwa wao wanaendelea kuzua katika dini, kana kwamba hawakufahamu, kama kwamba hawakusikia yale maneno ya mtume walioyasema. Sasa swali linakuja, ni ipi ile hatari ya huyu mtu ambaye anaendelea kuzua katika dini? Ni ipi hatari ambayo itakayomkuta mtu wa bid'a? Je, katika swala la bid'a kwani kuna ubaya gani? بس خطبتنا اليوم نتحدث الخطور الابتدائي، zile hatari zinazopatikana kutokana na sababu ya watu kuzua katika dini, wa shu'umul bid'i, na ule ubaya wa jambo hili. Ubaya wake uko vipi jambo hili? Al-awwal, basi watu wafahamu ya kwamba anna al-mubtadi, kwamba mtu anapozua katika dini au yule ambaye anafanya jambo hili likiwa lishazuliwa yeye alifanya, au akawa yeye ndiye ambaye mwanzilishi, basi huyu katika mizani ya kisheria mustadriku ala shar'i, anafanya istidrak, anakosoa. Istidraki maana yake ni kufanya ni kosa, kuna jambo limefanywa ikawa kuna kosa, wewe wataka kulisahihisha. Kwa hiyo mtu wa bid'a anakuwa yeye anataka kusahihisha katika sheria, na hii ni jambo baya sana. Allah anasema am lahum shuraka sharau lahu min ad-din, au wao wana washirika ambao wanawekea sheria katika dini, ma lam ya'zam bihi Allah, sio yale ambayo Allah ameyatolea idhini. Basi mtu wa bid'a akifanya bid'a au akizua jambo lolote lile ambalo halimo katika dini, yeye anahesabika anafanya istidraki. Wa hadha mahsulan qawlihi, na hili linapatikana katika kauli yake bilisani halihi, lakini katika lisani hali hawezi akazungumza bilisani alkalamu hata siku moja. Inapatikana katika lisani alhali anna sharia lam tatimma, kwamba yeye anahisi kwamba sheria haijatimilia. Kwa kuwa sheria haikutimilia, wabaki minha ashya, kwa hivyo kwake yeye anahisi kumebaki baadhi ya mambo, yajibu istidrakuha, ni wajibu kuyadiriki kabisa haya, ni wajibu kuyasahihisha. Wakailu hadha bilisani alhala dhalu, na yeyote atakayesema hili kwa maana atakayelifanya bilisani alhali, huyo atahesabika ni mtu ambaye aliyepotea, kana kwamba mtu anapozua katika dini basi yeye anasahihisha lile jambo la kisheria. Mbona hatukulikuta jambo fulani? Mbona hatukulikuta jambo hili? Mfano labda wanalalamika sasa hivi, mfano ofisi ya mufti wanalalamika kwamba hawa watu wanapiga madufu, wanapiga katika staili sizo, wanapiga siku katika staili zilizokuwa za ubaya, wakaekeana vikao mpaka wakatoa waraka wa kwamba haya madufu sio yanapigwa katika utaratibu. Si tuliwaambia kwamba jambo hili ni haramu? Hatukuwaambia kwamba jambo la kupiga dufu, wapigaji madufu ni wanawake, na hili jambo la kupiga dufu kwa wanaume ni jambo ambalo la uzushi katika dini? Basi haya ndiyo mambo ya athari, ziangalia athari zake. Basi mtu wa bid'a anakuwa yeye anaona kana kwamba dini haikukamilia. Wa Allahu yakulu fi tanzilihi, na Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekamilisha, leo hii nimetimiliza dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiliza kwenu nyinyi neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dinan, na nimeridhia huu Uislamu uwe ni dini. Huu Uislamu uliokuwepo sasa ndio dini yenu. Ulipokuwa Uislamu wakati huo, yale ambayo yalikuwepo zama hizo, basi ndio Muislamu anatakiwa ayafuate hayo hayo. Kala Imam Malik akasema katika kuzungumzia aya hii, fama lam yakun yawma idhinan, yale ambayo hayakuwa katika zama hizo ni dini, fala yakunu yawma dinan, hayawezi tena yakawa leo ni dini. Kwa jambo la mwanzo, athari ambayo inapatikana kwa yule mtu ambaye anazua katika dini, kwa yule mtu ambaye anaendelea kuendeleza mambo ya bid'a, basi yeye anafanya istidrak, asahihisha sheria.
Itakuwaje? Mbona sisi hatukuona hili? Itakuwa mtume kasahau hapa, sheria imekosea hapa, lazima lipatikane jambo kadha. Basi yeye alifanya jambo lile katika kuisahihisha sheria, na huyu ni mtu mbaya kweli. Athani, jambo la pili, anna almubtadi'a, kwamba mzushi muanidu lishari, yeye kila siku anakuwa anampinga, anampiga vita yule mwenye kuweka sheria. Kwa sababu lianna sharia, kwa sababu mwenye kuweka sheria kad ayyana limutalib, yeye ameshaainisha yale mambo ambayo yenye kutakikana ala abdi, yanayotakikana kwa mja, turukan khassa, kaweka zile njia mahsusi, ala wujuhin khassa, tena kaweka katika njia, maana katika ule uso hususia kabisa, kaweka njia maalumu. Wakassara alaiha bil amri, na Allah akakupilizika katika jambo hilo, katika maamrisho yake, wanahyi, na akakupilizika katika makatazo yake, walwadu walwaidi, na katika yale mambo aliyoahidi, na katika yale mambo ambayo aliyotelea makemeo, kaweka kila kitu katika hali yake. Sasa yule mtu ambaye atakayekuwa anafanya uzushi katika dini, yeye atakuwa anampinga huyo mwenye kuweka sheria. Anampinga kivipi? Yeye kwa sababu atakuwa anaona kwamba ile sheria ina upungufu, kwamba ile sheria haikukamilika, na yeye Allah kwa sababu ameweka kila jambo katika utaratibu wake, hili lifanywe hivi, au kama bwana mtume yeye ndo aliyeweka katika kila ibada inatakiwa iabudiwe hivi, lakini yeye anaona hili jambo halipo hivyo. Fa innahu yaz'umu, yeye atakuwa tu anajigamba anna sharia, kwamba ile sheria lam tukmal, haikukamilika. Kwa hivyo yeye sasa anamtia ila yule ambaye aliyeweka sheria. Watu wafahamu anna khaira fiha wa anna sharra fiha, kwamba khairi na shari hizi zote lazima ziwe zimeelezwa na Allah na mtume wake, hakuna mtu mwingine yoyote. Lakini mtu wa bid'a yeye anakuwa radda lihadhihi kullihi, anaziradi, anayarejea yote haya. Fa innahu yaz'umu, yeye anajigamba anna thamma turkan, kwamba yeye huko bila shaka kutakuwa kuna njia itakayomwezesha mtu akafika kumfikia Mola wake. Hili alifahamu yule ambaye atakayekuwa anazua katika dini, yeye anafanya nuksani, anampinga yule ambaye aliyeweka sheria. Na jambo la tatu ambalo linaloonyesha kwamba mtu wa bid'a yeye anakuwa ni mtu mbaya, jambo hili la uzushi ni baya, anna almubtadi'a, kwamba yule ambaye mwenye kuzua katika dini, yatba'u hawa, yeye anakuwa anafuata matamanio. Na haya yameelezwa katika Qur'ani, aya nyingi zimeeleza ubaya wa yule ambaye atakayekuwa anafuata hawa. Miongoni mwa hizo Allah anasema, waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, ni nani dhalimu zaidi, ni nani mbaya zaidi kuliko yule ambaye mwenye kufuata hawa, mwenye kufuata matamanio yake pasi na uongofu kutoka kwa Allah. Ikafikia stage Allah mpaka akawaita wale ambao wenye kufuata hawa, wakaacha ule muongozo uliotoka kitabu na sunna, wakawa wao sasa wanafuata matamanio yao. Basi Allah akawafananisha mpaka na mbwa, akawapigia mfano kama mbwa. Pale Allah aliposema watlu alaihim naba, somee wao habari ya yule ambaye atainahu ayatina, tulimpa sisi dalili zetu, lakini fansalakha minha, akajivua na dalili hizo. Faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin, yeye akamfuata shetani akawa ni katika watu waliopotea. Walau shi'na, Allah anasema lau kama tungelitaka, la rafa'nahu biha, tungelimuinua kwa hizo dalili, kwa hiyo elimu tuliyompa. Walakin akhlada ila al-ardi, lakini yeye akachagua maisha ya ardhini. Wattaba hawahu, na akafuata matamanio yake. Basi Allah anasema kwa sababu ya kufuata matamanio, famathaluhu kama kalbin, mfano wake amekuwa huyu sawa sawa na mbwa. Basi yule mtu ambaye anayezua katika dini, Allah anampigia mfano, yeye anakuwa ni kama mbwa. Kwa sababu gani? Kaacha ile dalili, akaenda akachukua vitu ambavyo havipo, akafuata matamanio yake. Na hili ni jambo baya kabisa.
Rabian, jambo la nne, anna sahib albid'a, kwamba mtu mwenye kuzua mal'unun ala lisani shar'iyya, huyo amelaaniwa katika lugha ya kisheria. Yule ambaye anazua katika dini, yule ambaye anayefuata jambo la uzushi akawa hakulizua yeye, ikiwa watu wamezua akawa yeye anaendelea kulifanya, basi huyo mal'unun ni mtu ambaye amelaaniwa moja kwa moja. Na wewe wayajua, hata hatuhitaji kupiga mifano tukasema hili ni bid'a, hili ni bid'a, walijua. Kwa hivyo huyo ambaye atakayekuwa anafanya jambo la uzushi, huyo mal'unun, amelaaniwa ala lisani shar'iyya, katika ile lugha ya kisheria. Siku moja kala sallallahu alaihi wasallam, alisema bwana mtume, wa dhakara almadina an-nabawiyya, akataja kuutaja mji wa Madina. Alipoutaja kala akasema, zadaha Allah, auzidishie Allah mji huu sharafan, auzidishie utukufu. Wakala, na akasema mtume, wala yuhdathu fiha, wala hapatazuliwa katika mji wa Madina hadathun, wala hapatazuliwa uzushi wowote. Man ahdatha hadathan, mtume akasema, na atakayezua bid'a, fa alayhi la'natullah, basi ni juu yake laana ya Allah. Kwa yule ambaye anayezua katika dini, huyo yuko katika laana ya Allah. Akasema mtume, fa alayhi la'natullah, ni juu yake laana ya Allah, wal malaikati wan nas ajma'in, na malaika na watu wote pamoja. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine mtume amesema, man ahdatha fiha, yoyote atakayezusha humo hadathan, akazusha uzushi wowote, au akaja akamsaidia muhdithan, yule ambaye aliyezua, basi fa alayhi la'natullah, ni juu yake yeye kupata laana ya Allah. Na kumsaidia aliyezua, maana yake ni kulifanya lile jambo ambalo watu wakalizua na wewe ukawa unalifanya, huko ndo kumsaidia. So unalijua kwamba hili ni jambo la uzushi katika dini, ukashirikiana nao katika kulifanya, basi na wewe utaingia katika hii laana. Kala Imam Hafidh Ibn Hajar, amesema Imam Hafidh Ibn Hajar alipokuwa akizungumzia jambo hili, akasema, dalla hadithin, hadithi hii inajulisha ala anna man awa ahla albid'a, kwamba yule ambaye kumsaidia mtu wa bid'a, annahu yusharikuhum, kwamba yeye anashirikiana nao fil ithmi, katika madhambi. Kama Allah alivyosema, liyahmilu awzarahum kamila, watabeba madhambi yao wao kamili, wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmi, na watabeba na madhambi ya wale ambao waliwapoteza pasi na elimu. Ala tambueni saa ma yadhirun, ni mabaya mno wa yale ambayo wao watakayobeba. Na mtume akasema, man sanna fil islam sunnatan sayyi'a, yule atakayeanzisha, atakayehuisha katika Uislamu jambo baya, falahu wizru wa wizru man amila biha, atapata yeye mzigo, atapata madhambi yeye na madhambi ya wale watakaolifanya jambo hilo, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama, wala hatapunguziwa lolote. Basi haya ni madhara ambayo yanapatikana kwa yule mtu ambaye anayezua katika dini. Mtume anasema, wa iyyakum, tahadharini, wa muhdathatil umuri, na mambo yenye kuzuliwa, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila yenye kuzuliwa ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu, wa kulla dalalatin fin nar, na kila upotevu mahala pake motoni. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله. nakuhusieni wa swala zima la kumcha Allah, hususia katika kuacha mambo yaliyozuliwa. Watu wanaona ni jambo la kawaida basi, watu wanatamka basi maulidi bid'a, itima bid'a. Wao wanaona kama watu wanasema basi ni bid'a, wao wanasema bid'a tu. Sijui kuomba dua baada ya sala kwa pamoja ni bid'a, lakini zile athari zake zinazopatikana, je, ubaya wa hili jambo uko vipi? Yeye hafahamu. Kwa hivyo anaona tu ni hao vijana waliokuja jana na leo, na anathibitisha kweli hili ni bid'a, lakini zile athari zake zikoje? Basi hizi tulizozitaja ni miongoni mwa hayo mambo ambayo
yanamkumba huyo mtu ambaye aliyekuwa anafanya uzushi katika dini. Khamisan, zipo nyingi sana. Ya tano, anna sahib albid'ati, kwamba mtu mwenye kuzua laysa lahu tauba, yeye hawezi akawa ni mwenye kutubia, hana toba yeye. Kwa nini? Naweza nikakushughulisha kwa nini asiwe na toba wakati Allah ameweka mlango huu kwamba mtu anaruhusiwa kutubia? Yani yeye hawezi kutubia, atatubia vipi? Na haya lima fi hadithi Anas, kutokana yale yaliyosimuliwa katika hadithi Anas. Kala amesema, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume amesema, inna Allaha hajaba tauba, hakika Allah ameondosha toba fi kulli sahibil bid'ah, kila kwa yule mtu ambaye atakayekuwa mwenye kususha katika dini. Kila yule ambaye mwenye kufanya bid'a katika dini, basi Allah amezuia toba yake, hakubaliwi mtu kama huyo. Kwa nini? Lianna alhaqqa thaqilun, watu wafahamu kwamba haki ni nzito. Walmubtadi'u, na huyo mtu mwenye kuzua yeye kila siku lahu, anakuwa yeye taalluqi bishubha, anakuwa ameshikamana na shubha, dalili zile dalili za shubha tu. Basi akiambiwa hivi basi analeta haya, akiambiwa haya yeye analeta haya. Sasa hizi shubha zake hizi, yansibuha ila shari, anazinasibisha kwa huyo mwenye kuweka sheria, naye ni Allah. Atakuambiwa hili halifai, mathalan anakuambiwa hakuna kutoka siku 3 wala siku 40, yeye atakuletea aya ya shubha. Allah akasema waltakum minkum umma, si tumeambiwa liliwepo kundi yaduuna ila alkhairi yaamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, atakusomea kama hivyo. Kwa hivyo yeye anashikamana na dalili. Usije ukadhani mtu wa bid'a anafanya jambo akawa hana dalili yoyote. Lazima kila mtu ambaye anayefanya uzushi katika dini lazima ataegemea dalili. Hakuna hata mmoja umuulize akawa asikupa dalili, hakuna. Lakini dalili yake ni shubha ya katika sheria. Sasa anaiegemeza wayadai, na yeye anajidai anna ma zakarahu, kwamba yale aliyotaja huwa maksudu shari, ndiyo makusudio ya huyo mwenye kuweka sheria, au ndiyo makusudio ya hiyo sheria. Aya hii inasema hivi, aje kusomea tena aya nyingine au hadithi. Mtume akasema balighi anni walau aya, nifikishieni japo aya moja. Kwa hiyo yeye ameshikamana na dalili. Lakini dalili gani? Dalili yake ni shubha. Kwa hivyo huyo sasa analiegemeza jambo lake kwa huyo mwenye kuweka sheria, inakuwa ni dalili shar'i fi zamihi. Hii anaona kama ndio dalili kisheria kwa kule kujilewa kwake. Sasa fakaifa yumkinuhu alkhuruj, sasa unadhani itawezekana vipi yeye kutoka? Yeye analolifanya ni jambo la maasi, yeye analolifanya ni jambo la uovu, lakini katika akili yake, katika hisia zake, hili analiona yeye ni jambo sahihi. Mpaka anakufa, yeye anakufa katika hali ya uovu kama huu. Wewe unadhani huyu atatubia vipi? Ndio maana pakasema anna sahibal bid'a laysa lahu tauba, hakuna kwake yeye toba. Kwa sababu gani? Hawezi kutubia hali ya kuwa ni mwenye kuendeleza maasi haya mpaka siku anayokufa. Kwa hiyo mtu mwenye kuzua yeye anajiona kana kwamba yeye yupo katika jambo lilokuwa la sahihi. Mustamsiku, anaona ameshikamana bihusni, jambo lilokuwa zuri, ma yutamassaku bihi, ambalo lenye kutakiwa kushikamana nalo kabisa. Yeye anajiona hivyo, wa huwa dalilun. Kwa hivyo kwake jambo hilo linakuwa ndio dalili. Walihadha, basi kwa ajili hii basi yukhafu alayhi su'ul khatima, anaogopewa kwake yeye akawa na hatima iliyokuwa mbaya. Yeye anaendelea kufanya maasi, hana tofauti yoyote na mzinifu, hana tofauti yoyote na mlevi. Mlevi ni mwenye kufanya maasi, huyu mzinifu ni mwenye kufanya maasi, huyu mwingine sio anakula riba anafanya maasi, mpaka anakutana na Mola wake. Maasi yake yeye ya zinaa, maasi yake yeye ni ya ulevi, maasi yake labda kula riba. Na huyu mtu wa bid'a yeye ni mwenye kufanya maasi mpaka anakutana na Mola wake, bado anakuwa ni mwenye maasi. Na bid'a ni mbaya zaidi kuliko maasi. Wanachuoni wanasema hili jambo la bid'a ni jambo baya kuliko jambo la maasi. Vipi huyu atatubia? Huku ataonekana katika jamii kwamba yeye ni mtu mzuri sana,
yeye ataonekana katika jamii kwamba yeye ni shekhe, yeye ni ulamaa, yeye ni mwenye kuabudu sana, lakini wapi, kashikamana na vidalili vya shubha, akashikamana na dalili zilizokuwa hazipo kabisa. Yeye mwenyewe anaona hii ni dalili, hawezi kuniambia lolote hawa, hii ni haki. Kwa hivyo atatubia vipi huyu? Mpaka anakufa, yeye anakufa katika jambo hili, anakutana na Mola wake, anakutanishwa na wale waovu wengine. Yeye ni mujrimu, halafu anapinga, anachokaa anasimama mbele za watu, anachokihutubia anakataza uovu, wakati yeye mwenyewe ni muovu kuliko zaidi ya hao anaowakataza. Kwa hiyo Mtume anasema iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzuliwa, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila chenye kuzuliwa ni uzushi. Hakuna uzushi uliokuwa mzuri. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.